Picha linaanza kwa binti mmoja hivi mwanafunzi akiwa amemwagiwa maji, akawa anashangaa kwa nini nimemwagiwa maji na nani ameweza kunimwagia maji, akishangaa kwa mshangao na kumuuliza, we kaka vipi, kwa nini umemwagia maji, haujaniona au? Lakini kaka huyo alishindwa cha kujibu, kwani anashangaa tu. Akawa anamuuliza, we hauna akili mzuri nini, kwa nini umeweza kunimwagia maji? Sasa nawezaje kwenda shuleni ingalikuwa nimeloa? Haya ni maajabu. Na mshikaji akawa anajitetea, samahani, naomba tu unisamehe, lakini kama hautojali naweza nikakufulia nguo zako na nikazianika, ukitoka hapa zimeshakauka. Lakini dada akawa anaendelea kusisitiza, sasa kama umenimwagia maji hivi, nahitaji nguo zangu zifue na zikauke kabisa, siwezi kwenda shuleni ikiwa namna hii. Dada huyo akakubali kuingia ndani. Ilikuwa kama miujiza mshikaji kuweza kuamini kwa nini dada huyo amekubali. Akaona leo mbona kama nimeokota dodo kwenye mpapai. Akaona hii ni bahati yangu nini, mbona imekuwa ghafla hivi, ila sio kesi bana, ngoja nikajaribu, inawezekana ikawa bahati yangu. Ikumbuke huyu mdada ni mwanafunzi, lakini halikubali kuingia ndani kwa mshikaji, na mshikaji akawa anaendelea kuomba msamaha kwa kile kilichotokea na kuhitaji kujua mengi kuhusu huyu dada, lakini pia akawa anahitaji kufahamu jina lake. Ikawa sio vema, naomba nikufahamu, wewe unaitwa nani? Akasema naitwa Vivian. Oh, Vivian, okay, jina zuri sana, mimi naitwa Movevo. Na kama unavyojua wahuni bana, kuna vinywaji vyao huwa wanatumia. Akawa anajaribu kumuuliza kama anatumia kinywaji hiki, lakini dada akasema hapana. Movevo akawa anaendelea, najua nimekukwaza, lakini sio vyema ukiondoka kama bila kupata chochote. Kuna vinywaji vingi vya kuchagua, unaweza ukachagua kinywaji chochote na mimi nitakuletea. Kuna maji, Fanta au Coca, unaweza tu ukachagua, itakuwa vyema pia, maana nimefunzwa kukarimu wageni. Na dada akasema basi niletee maji tu. Oh, nikuletee maji? Basi amna shida, ngoja niafate mara moja hapo dukani, then nitakukuta. Na ndipo mshikaji akaamua kwenda dukani, lakini macho yake yote yapo kwa huyu dada, maana alivyokuwa mrembo, macho yake ya chini chini kabisa, kama wanavyotujua wanaume kwenye piskari tena. Lakini dada akawa amebaki peke yake mle ndani, macho yake yote yalikuwa kwenye kile kinywaji. Akawa anaangalia hiki kinywaji kinapatikana nini, maana watu wengi wanapenda kutumia. Au nionje leo? Na kwa nini huyu kaka anatumia hiki kinywaji? Maswali yalikuwa mengi kwa bibia huyo. Ikumbuke tu huyu bibia ni mwanafunzi na yupo hapa kwa ajili ya kusubiri nguo zake. Mdada akawa anajaribu kufungua kile kinywaji na kutaka kuona nini kinapatikana, na ndipo aliamua kujaribu, lakini alipoonja tu aligundua uchungu wa kupita kiasi. Leo kajichanganya kutumia kinywaji cha muhuni, akaona sio kesi, hii ni hatari, itakuja kuniua. Aliona koo yake na waka moto kwelikweli, akaona hapana, ngoja tu niache bure, maana sio kwa kuwasha huku koo. Leo kajichanganya, leo kaya kanyaga. Akawa anajiuliza maswali mengi kuhusu iko kinywaji, au akawa anajiuliza au itakuwa ni wenge langu tu, ngoja nijaribu kwa mara ya pili, labda tu kuna kitu ambacho nitakipata. Akaona isiwe kesi, akaonywa kwa mara ya pili, na ndipo aligundua kwamba kweli hiki ni kinywaji kikali na kichungu kweli kweli. Hapana, siwezi kutumia. Ikumbuke huyu mdada pia ni mwanafunzi na anafanya haya yote baada ya mshikaji kuondoka. Akaona hapana, ngoja kwanza nijaribu tena kwa mara ya tatu, labda tu nitapata ninachokihitaji leo mpaka nigundue. Ndipo akanywa kwa mara ya tatu na kuona hapana, leo ubishi wangu umeniponza. Yes, alikuwa mbishi bana, kimemkuta. Hatari. Na baada ya muda fulani kupita, hatujui kimemkuta nini yule binti, ila kwa mbali tunaona mlango ukifunguliwa na binti akionekana kuwa hoi baada ya kutumia kinywaji kikali, lakini ndani kunaingia ugeni tusioufahamu, na akionekana akimshangaa sana yule binti. Inaonekana kuwa huyu binti ni mgeni humu ndani. Mshikaji akijaribu kuangalia huku na kule, ama nini kimetokea, au Movevo ameupwa mtoto nini, na mbona sio kawaida. Akajaribu kumuita oya, akaona mshikaji kama haitiki hivi, na ndipo akawa anajaribu kujiuliza kwa mara ya pili, nini hiki? Akiangalia chupa imeisha kinywaji, akawa anajiuliza hiki kinywaji chote ametumia huyu binti nini? Akawa anajaribu kumuita mshikaji kama yupo humu ndani, lakini kwa hali ya kawaida inaonekana mshikaji wake hayupo, na ndipo akaanza tamaa ya kuanza kumtamani mtoto, maana mtoto mkali kweli kweli, afu kama unavyojua wauni tena
akajaribu kumtazama na kumgusa huku na kule, lakini binti akionekana haitiki wala hatikisiki, na ndipo akaona kama ameokota almasi kwenye miguu ya kipofu. Akatazama kwa mara ya pili, akaona leo sio kesi, labda hii ni bahati, ngoja nijipigie pasi zangu. Akawa anajaribu kumtazama rafiki yake kama yupo. Alipogundua kama hayupo, akaona sio kesi, akajaribu kuvua nguo zake. Naona ishara moja tosha tu ya kwamba anataka kumfanya kitu kibaya huyu binti mwanafunzi. Ngoja nifumbe macho, maana mi bado mtoto, kinachotokea sije nikaota bure. Baada ya muda fulani, mshikaji akionekana anarudi baada ya kwenda kuchukua maji. Akumbuka kwamba aliagizwa maji na yule binti, na ndipo taratibu kabisa akiingia kwa madoido ndani humo ili kwenda kupelekea maji binti huyo, na bila shaka akaingia ndani mwake. Lakini cha ajabu alichokutana nacho, binti alimwacha akiwa amekaa, yeye anarudi akiwa amelala. Akaona sio kesi, labda tu usingizi wa hapa na pale, uchovu wa hapa na pale. Maswali yalikuwa mengi kwa upande wake, na ndipo akajaribu kuangalia chini, akaikuta ile chupa kilichokuwa kinywaji chake. Ikawa anajiuliza, ina maana ametumia yule binti. Akawa anajaribu kumuita Vivian, Vivian, nini kimekukuta? Akajaribu kuchukua chupa kwa mara ya pili na kujaribu kutathmini nini kimemkuta binti huyo, lakini hakupata majibu. Unadhani atafanya nini mshikaji baada ya kugundua binti hamki wala atikisiki? Usikose episodi ijayo. Usisahau kucomment, kulike na kushare.